Siku moja Mungu alinifundisha kitu, na kuanzia siku hiyo nilibadilisha kabisa mtembeo, na natamani leo ukitoka hapa usiwe mtu wa kawaida. Nataka nikueleze kitu kimoja ambacho kinahitaji gharama kubwa sana kuliko vitu vingine vyote. Kama kuna vitu vinahitaji gharama, lakini hiki kinahitaji gharama kubwa sana, kinahitaji malipo ya gharama kubwa sana. Kusubutu ni neno kubwa sana na linahitaji gharama kubwa sana, na kusubutu ni neno ambalo hata adui atapambana hakikishe usifikie kiwango cha kusubutu juu ya jambo lolote kwenye maisha yako. Adui anaweza akakuacha ukajua jambo ukalifahamu kabisa vizuri, lakini adui atapambana na wewe ahakikishe huwezi kuchukua hatua ya kusubutu kutekeleza, kufanya hicho kitu ambacho unakusudia kufanya. Mungu alinifundisha nini? Siku moja Mungu alinionyesha maono makubwa sana. Alinionyesha mbele yangu mto mkubwa wa maji, na upana wa ule mto ulikuwa kama mita 50, upana wake kama mita 50. Na mto ule wakati ninauona kwa njia ya maono, nataka nikuonyeshe kitu ambacho kitakufanya uripe gharama ya kusubutu au kuchukua hatua ya kutekeleza jambo lolote. Nilipoona ule mto na nilikuwa natakiwa kuvuka kwenda ng'ambo, nilikuwa ninalazimika nivuke kwenda ng'ambo, na nilipokuwa pale na ule mto sasa, maji mengi yanapita tena kwa kasi, kwa nguvu, na ninatakiwa nivuke niende ng'ambo. Nilipofika pale nikaanza kuvuka ule mto, nikaingia kwenye yale maji, nikaanza kuvuka, nikaanza kwenda, nikaenda. Nilipofika katikati ya mto, ghafla nikaona mbele yangu maji yameongezeka kiwango cha kupanda juu kuliko nilikokuwa ninatoka. Yalipoongezeka yale maji, ghafla nikaona tena mbele yangu nilikokuwa nakwenda, pwani ya pili, kuna kundi la watu nao wanataka kuvuka kuja huku mimi ninakotoka. Wao walikuwa ni wengi, mimi nilikuwa ni moja, wao walikuwa ni wengi, nao wanajadili tunafanyaje. Nilipofika pale katikati, nikaona maji yameinuka mengi sana. Yalipoinuka yale maji, nikashuhudiwa rohoni, moyoni, kwamba siwezi kuvuka maji haya, ninatakiwa kurudi. Nikageuza nikarudi. Nilipofika nilikoanzia safari, mwisho wa mto, manake nimeshindwa kuvuka, wale wa pwani yangu nao waliokuwa mbele yangu nao wakaanza safari ya kuvuka. Na kitu ambacho nilishuhudiwa, wao hawakuwa wanajua vile mimi ninavyojua, na wao wanavyojua mimi sikuwa najua vile wanajua. Kwa hiyo wakaanza kuvuka, nao wakaingia kwenye maji, wakaanza kuvuka, wanakuja huko niliko mimi niko na tafakari, nimefeli, nimeshindwa, nafanyaje? Wakaingia nao kwenye ule mtu, wakaanza kuvuka. Walipofika eneo lile ambalo mimi nilifika, nao wakaona maji yameongezeka, hawawezi tena kuvuka kuja kwangu, nao wakarudi. Nikagundua mbinu mbalimbali za kuvuka maji. Nikagundua ziko mbinu mbalimbali za kuvuka maji. Mbinu ya kwanza ambayo ilikuja haraka, nikajua huwezi kuvuka maji bila mashua au bila chombo chochote cha kukuvusha. Kwa hiyo nikajua nikipata mashua, nikipata chombo chochote cha kupanda, naweza nikavuka. Lakini wakati natafakari vile, nikakumbuka kwamba pia unaweza ukavuka maji kwa kuogelea. Halafu wakati natafakari vile, nikakumbuka Yesu amewahi kutembea juu ya maji. Niko kwenye maono, Yesu amewahi kutembea juu ya maji. Nilichokifanya nini? Nikaingia kwenye yale maji. Nilipoingia kwenye yale maji, ghafla nikasikia sauti inaniambia, usiogope maji. Maji yako tayari ya kubebe kukusaidia, lakini kuna nguvu iliyomo ndani ya hayo maji, ndiyo unayotakiwa kupambana nayo. Nikaingia kwenye yale maji. Nilipoingia kwenye yale maji, nilipofika eneo lile ambalo kwanza nilirudi nikashindwa, yale maji yalipoongezeka yakanifunika. Maji yaliponifunika kwa dakika chache, nikaonekana kana kwamba nataka kupelekwa na yale maji. Ghafla
nikakumbuka kwamba niliwaza kwamba kuna njia tofauti tofauti za kuvuka maji na njia mojawapo ni kuogelea. Nikaamua kuogelea. Nilipoibuka niogelee, maji yakanibeba, nikaanza kuogelea, nikavuka. Nataka nikwambie nini? Kuna kitu nataka nikwambie, na kuna kitu nilijifundisha kwenye maono hayo, na tangu hapo sikutembea kawaida. Adui atakuzuia usivuke, usiende kwenye hatima yako. Adui atapambana kwa vyovyote vile ushindwe kuchukua hatua ya kusubutu. Adui atapambana, rudia, usichukue hatua ya kusubutu. Ninachotaka kukwambia ni mtu wa Mungu, maandiko yanasema katika kitabu cha Zaburi 23 mstari ule wa 5, maandiko yanasema hivi: waandaa meza machoni pa watesi wangu. Waandaa meza machoni pa watesi wangu. Adui anajua mbele yako kuna nini. Kwa hiyo atakachokifanya, atakachokitumia ni kuhakikisha wewe hauvuki, wewe hauchukui hatua ya kusubutu kukiendea kile ambacho kimewekwa mbele yako. Sasa nataka nikuonyeshe kanuni chache ambazo zitakusaidia kupambana na adui anayekuzuia kusubutu. Maana ni eneo ambalo shetani anapambana sana kuwazuia watu wasiweze kusubutu. Ushuhuda niliokupa mimi ulinifanya nibadilike, ulinifanya niwe mtu wa tofauti. Nikiamua leo kupita hapa, ndipo ninapopita. Tangu siku hiyo nikisema napita hapa, napita hapo. Haijalishi kuna nini, haijalishi kuna maji mengi, haijalishi kuna moto, napita hapo. Lakini kipi kinanifanya nipite hapo? Niligundua kwamba usipokuwa tayari kupigana na kinachopigana na wewe, kushindana na kinachoshindana na wewe, huwezi kuchukua hatua ya kusubutu. Ndio maana maandiko yanasema, upitapo katika maji mengi nitakuwa pamoja na wewe, upitapo katika moto nitakuwa pamoja na wewe. Kinachofanya uvuke ni pale utakapochukua hatua ya kushindana na nguvu ya kile kinachoshindana na wewe. Kwa hiyo hautaweza kusubutu mwenyewe, ni lazima umeamua kupigana vita. Na maana Biblia inasema vita vyetu si juu ya damu na nyama, vita vyetu ni juu ya falme, mamlaka na mambo mengine mbalimbali. Kwa hiyo usipochukua hatua ya kupigana na chochote kinachopigana na wewe, hawezi kuvuka ng'ambo. Nataka nikwambie hivi, kuna kanuni moja nataka nikueleze, itakusaidia sana uwe ni mtu wa kusubutu, uwe ni mtu wa kuchukua hatua. Kitu hiki kinapatikana katika kitabu cha Misali sura ile ya 28 mstari wa 1. Maandiko yanasema, waovu hukimbia wasipofuatiwa na kitu. Waovu hukimbia wasipofuatiwa na kitu, bali mwenye haki ni jasiri kama simba. Watu wengi na wahubiri mbalimbali wamehubiri usiogope, na hata mimi nimekuwa nikisikia sana watu wengi wanasema usiogope. Nataka nikwambie, neno usiogope limebeba gharama kubwa sana. Ndiyo maana katika Biblia limetamkwa mara kibao. Neno usiogope ni neno linalohitaji watu watakaolifanyia kazi walipe gharama. Nilipokuwa kwenye yale maono, kwa macho ya kawaida hakuna namna angeliweza kuvuka mtu, lakini kilichonifanya nivuke, nilifundishwa kanuni, nikatiwa nguvu, nikajua hapa nikiogopa sivuki. Kwa hiyo neno usiogope limebeba gharama kubwa sana. Na kufundisha nini na kueleza nini na kueleza hiki ili uweze kuwa mtu wa kusubutu. Kusubutu kuna gharama kubwa sana. Maandiko yanasema waovu hukimbia wasipofuatiwa na kitu, lakini mwenye haki ni jasiri kama simba. Kwa hiyo jambo la kwanza ambalo litakufanya uwe ni mtu wa kusubutu, kuchukua hatua kwenye maisha yako, kuchukua hatua ya kutekeleza vitu fulani fulani kwenye maisha yako, moja, ni lazima uwe mwenye haki. Nikagundua usipokuwa mwenye haki, neno usiogope halina kazi kwako. Kwa hiyo ukiwa mwenye haki, Biblia inasema mwenye haki ni jasiri kama simba. Hakuna kitu kitasimama mbele yako na uyeyuke. Hakuna kitu kitasimama mbele yako uogope. Mwenye haki ni jasiri kama simba. Kwa hiyo kitu mojawapo kitakachokusaidia uweze kuwa mtu wa kusubutu ni lazima kutafuta kuwa mwenye haki. Mwenye haki ni jasiri kama simba. Moja ya kitu ambacho kilimfanya Yoshua awe mshindi mkubwa, Mungu alimwambia Yoshua, uwe hodari
na moyo wa ushujaa. Hili ni neno ambalo Yoshua alipoanza kutembea kwa uhodari na ushujaa, Mungu akasema naviringisha aibu yako. Mungu anamwambia leo nitaanza kukutukuza katika Israeli. Kwa nini Mungu anamwambia nitaanza kukutukuza katika Israeli? Yoshua alianza kutembea kwa moyo wa ushujaa, hakuogopa chochote. Usiogope, lazima kuwa mwenye haki katika maisha yako.